Muulizaji anasema, naomba kujua hukumu ya mwanamume Muislamu kuvaa bangili la shaba mkononi mwake. Je, inajuzu? Jawabu, kwa mujibu wa ilmu, kuvaa bangili mwanamume ima atakuwa anakusudia kujikinga au kujitibu maradhi fulani mwilini, au itakuwa anakusudia kujipamba. Ikiwa anakusudia kinga na tiba ya maradhi, basi kwa kweli hakuna uhusiano baina ya kuvaa bangili ya shaba na maradhi yaliyo mwilini. Hata isemwe kwamba bangili hiyo ya shaba itamfaa kwa hayo maradhi au itamkinga maradhi. Na hilo linapelekea mtu kuingia katika shirki, kwa sababu sasa utakuwa unategemea vitu vilivyokuwa kabisa havina athari yoyote katika kukuondolea wewe madhara au kukuletea manufaa, badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kweli kuna riwaya ya hadithi ya Imran bin Hussein radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona bwana mmoja akiwa amevaa bangili ya shaba. Akamwambia, nini hichi? Yule mtu akasema, mina alwahina, yani nimevaa hii kutokana na maradhi fulani ambayo inaitwa alwahina. Nayo wanasema wenye ilmu ni maradhi yanomsibu mtu katika bega mpaka kuteremka kwenye mkono wake, anakuwa anapata maumivu. Ni maradhi ya mshipa fulani ambayo unamletea maumivu katika bega mpaka mkononi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inzaha, yani ivue, fa innaha la taziduka illa wahnan, ivue kwani hii haitakuzidishia isipokuwa udhaifu. Kwa maana wanasema wenye ilmu udhaifu kwamba sasa utakuwa unategemea wewe yani hii bangili badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapana uhusiano wote baina hii bangili na hayo maradhi ulionayo au unahofia kwamba yatakupata. Kwa hivyo utaingia katika shirki. Na nimemalizia riwaya, fa innaka law mutta wa hiya alayk ma aflahta abada, kwani wewe kama utakufa hali ya kuwa umevaa bangili hii, basi hutafaulu abadan, hutafaulu milele, kwa maana utakuwa umeingia katika shirki. Hii hadithi imepokewa na Imam Ahmad na wengineo. Baadhi ya wenye ilmu wameidhoofisha, lakini ukiangalia maana yake inaungwa mkono na hadithi nyingine sahihi, kama kwa mfano hadithi ya bibi Zainab, mke wa bwana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ambaye alikuwa amekuja mwanamke mtu mzima kwake kwa ajili ya kumsomea kwa ajili ya baadhi ya maradhi, kumfanyia mazinguo au kumzingua kutokana na baadhi ya maradhi. Kwa hivyo ilikuwa kawaida ya bwana Abdullah, kama anavyohadithia mwenyewe bibi Zainab, akitaka kuja kwake huwa anakohoa kuwa nabihisha kwamba yeye anataka kuingia. Basi yule mwanamke aliposikia ile sauti akajificha, na kuna riwaya kwamba yeye bibi Zainab akamficha chini ya kitanda. Akaingia bwana Abdullah bin Mas'ud, akaja akakaa naye pale kitandani. Ikawa akamuona ana uzi shingoni mwake. Katika riwaya inasema kavaa uzi shingoni mwake. Akamuuliza, yani ma hadha alkhayt, wa nini uzi huu? Akasema, nikamwambia, khaytun ruqiya li fihi, ni uzi ambayo nimezunguliwa ndani yake, nimesomewa mazinguo. Basi anasema akauchukua bwana Abdullah bin Mas'ud akaukata, kisha akamwambia, antum alu abdillahi la aghniya wa shirki, nyinyi watu wa nyumba ya Abdullah hamuhitaji shirki, kwa maana nyinyi kabisa hamuhitaji kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie anasema, inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwala shirkun, hakika mazinguo na tamaim, na hapa mazinguo wanasema wenye elimu yanakusudiwa yale yanayosomwa yasiyokuwa ya Kiarabu na maneno yasiofahamika maana yake, kwa sababu wengine katika hao wazinguaji wanakuwa ni makuhani
wanakuwa ni wachawi, wanakuwa washirikina. Kwa hiyo wanataja mle majina ya mashetani na mfano wa hayo, mambo ambayo hafahamiki. Kwa hivyo yanawaingiza watu katika shirki, yale ndiyo hayafai. Lakini kama ruqya, wanasema wenye ilmu, kwa Qur'ani na kwa adhkari zilizokuwa zimethibiti, hiyo inaruhusiwa kwa mtu ambaye anajua kufanya hiyo ruqya, au kiwa mtu anajua kusoma akajisomea mwenyewe ruqya ya Qur'ani na adhkari zilizothibiti, hii inaruhusiwa. Lakini hapa inakusudiwa mazinguo au ruqa zilizokuwa zinatumiwa maneno yaliokuwa si ya Kiarabu na yaliokuwa ya kishirikina, yanataja ndani yake mambo yaliokuwa hayafahamiki au majina ya mashetani na mfano wake. Na at-tamaim ni wingi wa tamima, inasemekana ilikuwa kama ni ushanga ambao wanavishwa watoto kwa ajili, wanavyosema, wakingwe na kijicho, walikuwa wakitumia zama za ujahili. Na tiwala ni uchawi ambao anafanywa mtu kwa ajili ya kumpendezesha mume kwa mke, yani uchawi kwa kupendezesha mume na mke wapendane, kama mmoja anamchukia mwenziwe. Kwa hivyo ilikuwa vile vile ni katika uchawi unaofanywa watu kutaka kujipendekeza mtu kwa mumewe au kwa mkewe. Kwa hivyo hili vile vile ni katika shirki, kwa sababu ndani yake mna mambo ya uchawi. Kwa hivyo ndo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwala shirkun, yani haya mazinguo na hizi tamima na tiwala, hizi ni zote ni shirki, kwa sababu zinamfanya mtu ategemee vitu ambavyo havina manufaa wala madhara, badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali na kumuingiza katika shirki, hususan katika mazinguo hayo ambayo watu wanaomba kinga kwa mashetani. Kwa hiyo anasema Bibi Zainab akamwambia mumewe Bwana Abdullah bin Mas'ud, kwa nini unasema hivi? Na mimi nilikuwa jicho langu linatokwa machozi, na nilikuwa ninakwenda kwa mtu fulani Myahudi. Hapo bila shaka na hadisia zama za ujahili, kwamba ilikuwa jicho lake likiwa linatoka machozi, alisiti anakwenda kwa fulani Myahudi, kwa maana kuna mtu Myahudi huyo alikuwa ni katika wasomi wao, basi alikuwa na waganga watu kwa namna hii ya kuwazingua. Kwa hivyo anasema alikuwa ninakwenda, lakini zingua basi linakuwa linatulia, halitoe machozi. Bwana Abdullah akamwambia, inna madhalika amalu shaitani kana yankhasuha biyadihi. Anasema hiyo ilikuwa ni kazi ya shetani, alikuwa akilichocha kwa mkono wake, fa idha ruqiya fiha kaffa anha, likisomewa likazinguliwa basi analiacha. Kwa maana ikiwa hajalisomewa analichukua ili litoke machozi. Kwa hivyo akamwambia, inna ma yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, ilikuwa inakutosheleza wewe useme kama alivyokuwa akisema mtume Mwenyezi Mungu, rehma za Allah na amani zimshukie, alikuwa akisema, adhhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, yani ondoa maumivu ewe Mola wa watu, na ponya, wewe ndiye mponyaji au mponyeshaji, hakuna ponyo ila ponyo lako, kwa maana hakuna shifa isipokuwa shifa itokayo kwako, shifa ambayo haiachi maradhi, kwa maana inaponya maradhi yote. Kwa hiyo alimuhusia Bwana Abdullah mkewe asome maneno haya, kwa maana ajisomee ruqya mwenyewe kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni adhhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kwa hivyo utaona kwamba ingawa hadithi ile baadhi ya wenye ilmu wameidhoofisha, lakini inawafikiana na hizi hadithi nyingine zilizokuwa sahihi, kwa maana vitu vile vilivyokuwa havina uhusiano na uponyeshaji wa maradhi, si dawa ambayo imejaribiwa ya kula mfano ikawa na taathira fulani, au ya kujipaka, lakini kitu cha kuvaa tu mwilini kiondoe maumivu ilikuwa ya mshipa katika mwili, hilo jambo ambalo halina uhusiano, lakini ilikuwa ni miongoni mwa hizo shirki zilikuwa zikifanywa katika zama za ujahili. Wengine walikuwa wakivaa kucha
za wanyama kama simba, vile vile kiitwa tamima, kwa sababu tamima asili yake kama ilivyosemekana ni ushanga, lakini wanasema washereheshi wa hadithi baadaye wakapanua zaidi maana yake, wakaitumia hata kwa kila kitu ambacho kinavaliwa kwa ajili ya mtu kujikinga na maradhi, kwa mfano kama hivyo kucha za wanyama, manyoya na mfano wake. Kwa hivyo vyote vitu kama hivi vikaitwa tamima. Ndio hivyo ambavyo vimeharamishwa na kwamba vinamtia mtu katika shirki. Kwa hivyo hii bangili mtu alivaa vile vile ya shaba, ikiwa anakusudia kujikinga na maradhi au kujiponesha maradhi kama hayo, basi bila shaka anaingia katika hiyo shirki ilikuwa ikifanywa katika zama za ujahili, na kwa hivyo haijuzu. Anatakiwa aivue kama ilivyokuja katika hii riwaya. Na kama anakusudia pambo, basi mwanamume si katika mapambo yake kuvaa bangili, hususan ikiwa bangili yenyewe ni kama hiyo iliyokuwa iliyofanana na bangili za wanawake, na rangi yake vile vile inafanana na dhahabu. Hakuna vazi kama hilo katika mapambo ya wanaume. Kwa hivyo kujifananisha na wanawake vile vile ni haramu, na ni mal'uni ambaye anajifananisha na wanawake, na vile vile mal'una mwanamke ambaye anajifananisha na wanaume, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam.